عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في سر والجهر في الدارين مسترد. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعيد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس. قال شاعر: يا أخي احذر السلام ففيه حلاوة الحياة. ولنعمل جميعا بقلب واحد لوطن آمن ممتلئ بالنعم. أما بعد يكشكر الله سبحانه وتعالى na baada ya kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ninawahusieni katika swala zima la kumcha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio yetu sisi wanadamu yako ndani ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hasala na majuto yako kuwa mbali na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuzichunga na kuzilea nafsi zetu katika toa yake mpaka mwisho wa kufa kwetu.
na atujalie tuwe katika wale ambao watakaoingia peponi. Allahumma amin. Ama hutuba yetu ya leo itakuwa na anwani kuendana na hali namna ilivyo, kwamba al-amnu fil biladi wa ahamiyatu al-musharakati fil intikhab. Al-amnu fil biladi wa ahamiyatu al-musharakati fil intikhab. Al-amnu fil biladi, yani amani ndani ya nchi, umuhimu wa amani ndani ya nchi, lakini wa ahamiyatu al-musharakati fil intikhab, na umuhimu wa kushiriki katika swala zima la upigaji wa kula. Innal amna ni'matun 'azimatun, enyi waja wa Allah, tutambue ya kuwa kwamba amani ni neema ambayo ni kubwa sana katika maisha yetu haya ya kidunia, lakini la tastaqimu al-ibadatu wala al-ilmu wala tanmiyatu illa biha. Innal amna ni'matun 'azimatun, hakika ya neema ambayo leo twaichezea, hii ni neema kubwa sana katika maisha yetu, kwani la tastaqimu al-ibadatu wala al-ilmu wala tanmiyatu illa biha, kama haitosimama ibada ya kisawasawa wala maendeleo ya kielimu hayatopatikana, wala tanmia wala maendeleo illa biha, isipokuwa kwa kuwepo ile amani ndiyo hivi vitu vinapatikana. Kama amani ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia ndani ya nchi yetu, basi tuhitajika tuitunze amani. Kwani lakini wal amnu yabda'u bil fardi, amani inaanza kwanza kwa mtu mwenyewe mmoja mmoja. Yatakikana kila mtu aitunze amani, aiyangana vyovyote vile itakavyokuwa, lakini amani ni kitu cha umuhimu sana. Lakini thumma yantashiru fil usrati, lakini baada ya mmoja mmoja amani itakuwa inaenea sasa kwenye matabaka ya familia zetu hizi. Kwa sababu ya nini? Ya amani. Na ikishaenea katika familia wa fil mujtama, na katika jamii sasa ambayo inayotuzunguka, jamii ambayo kwamba tunayoishi nayo, lakini wa fi dawlati kafa, na kwa taifa lote. Amani ikianza kwa mmoja inakuwa inaathiri na kuja kwenye familia, baada ya kwenye familia inakuja kwenye jamii, ikishaenea ile jamii amani, ile amani inaenea katika taifa lote. Kwa hiyo tusiichezee amani, kwani twaona majirani zetu namna gani hawatulii, ibada haziendi vizuri kwa sababu ya hakuna amani. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana ndugu zangu. Kutokana na mayoye yanayoendelea, usishawishike kuivunja amani yako katika nchi yetu. Tutolee mifano. Huko nyuma yalitokea mabomu ya Mbagala, mabomu ya Gongo la Mboto. Hebu tuchukulie mfano namna ile tu ni katika hali ya makadirio. Je, sasa ndio ile yenyewe inakuwaje? Tusiichezee amani wazee wangu, vijana wenzangu. Amani ni kitu muhimu sana. Leo tulia ndani ya majumba yetu ya ibada kwa sababu ya amani. Kwa hiyo usidanganyike na mtu wa aina yoyote ambaye yeye anakushawishi wewe, anakuvuta wewe kuivunja
kuvunja amani hapa ambapo wewe ndio ulipo na unafanyia mambo yako, yeye yupo nje na familia yake. Na wote ambao kwamba wanaoshawishi hayo mambo wapo nje. Lakini hata kama wapo nje, lakini kwa kuangalia sisi wenyewe nchi zetu za jirani, majirani zetu namna gani amani haipo, angalia namna wanavyokwenda. Ibada hazifanyiki, biashara hazifanyiki kwa sababu kubwa ya amani, ukosefu wa amani. Lakini hebu tuiangalie amani katika wanachuoni namna walioifafanua istilahan wa lughatan, kilugha na kisheria, namna gani walivyoifafanua hawa wanachuoni. Wakasema al-amnu, amani hii ambayo sisi wa Tanzania leo twaichezea kwa kushawishiwa na watu, wao wakasema al-amnu wa tumaninatu, amani ni usalama, lakini walkhulubu min alkhawfi waludwan. Ipo ndefu sana, lakini tumechukua zile nukta ambazo ni nzuri na ni muhimu. Amani ni usalama wa jamii au usalama wa mtu mmoja mmoja au usalama ndani ya familia, watumanina, lakini pia na utulivu, walkhulubu min alkhawfi, lakini kuwepo na hali ya kutokuwa na hofu na uadui. Wanawachuoni hawa wa kilugha wao wakaifasiri hivyo kwamba namna gani amani inavyokuwa: kutokuwa na hofu, kutulizana, lakini pia hakuna ile heka ya huku na kule kama tunavyoona katika nchi za jirani. Hati nzuri tumeona au tumeishi katika nchi ambazo amani haipo. Walikuwa na amani, lakini leo wameivunja amani. Namna gani tunavyotaabika? Ni mfano nchini Libya, angalia namna gani leo walikuwa na neema ya amani, lakini leo imevunjika amani. Mambo hayaendi kwa sababu hakuna amani, na yote yale yanaendelea na sisi tuko pale pale, ndio katika mji ambao wanaupenda kuupiga pale tipo. Muda mwingine hata vipindi vinasimama, tunaua siku 3 siku 4, kazi kulala tu. Madaktari hawezi kuja kwa sababu nini? Barabara si nzuri, mabomu na si bado tumezungukwa na ile kambi ya jeshi. Hayo yote yanasimama kwa sababu nini? Hakuna amani. Lau kama ingelikuwa ni amani inapatikana, basi haya mambo yasingekuwa yanatokea. Nchi za jirani Sudan, vijana wenzetu walirudishwa wakati fulani kwa sababu hakuna amani. Na sisi tukasema ikiwa wenzetu wanarudishwa, basi tujiandae na sisi kutokana kila siku kunanuka kwa sababu ya amani. Lakini wanachuoni wa kisheria wakaifafanua hii amani, wakasemaje? Hifdhu nufusi wal amwal, ni kulinda amani, ni kulinda watu, lakini wal amwal, na kuhifadhi na kulinda mali za watu, wal huquqi, lakini pia na kulinda haki za watu, wa nashrul adl, na kueneza uadilifu, kila mwenye haki yake apate na kila kitu kikae mahala pake. Wa tahqiqul amni baina an-nas, lakini pia na kuhakikisha usalama kati ya watu, kuhakikisha usalama, kila mmoja awe na amani. Mfanyabiashara awe na amani ndani ya biashara yake, sijui mwalimu awe na amani juu ya kusomesha kwake. Kila mmoja aliyokuwa katika sekta yake basi awe na amani juu ya jambo ambalo analolifanya. Lakini kwa kukosa amani, hivi vitu haviwezi kwenda. Kwa hiyo hao ni wanawachuoni wa kisheria wameifafanua hivyo au wameidadavua hivyo. Qala Allahu Ta'ala, Allah subhanahu amesema, wallahu yad'u ila daris salami, na sisi tupo katika mji wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anawaiteni
anawaita kwenye nyumba ya amani. Wafasiri wakasema hapa aljanna, pepo. Lakini hii yote Allah anatulingania tuwe ni watu wenye amani. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema juu ya kuhimiza amani namna gani ilivyokuwa muhimu: man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizati lahu dunya. Mapokezi mengine imeishia hapo, mengine bihadhafira. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man asbaha minkum amina, yeyote katika nyinyi ambaye ameamka hali ya kuwa ana amani, yusalama fi sirbihi, ndani ya nyumba yake au sehemu yake anayoishi. Lakini anaendelea anasema muafan fi jasadihi, lakini ana afya mzuri ndani ya mwili wake mtu huyo. Akasema indahu qutu yaumihi, lakini tu ameamka asubuhi na hali ya kuwa na yeye ana msosi wa siku ile, asubuhi, mchana mpaka jioni, ni maana chakula. Basi mtu huyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fakaannama hizati lahu dunya, mtu huyo kama vile amepewa, amemilikishwa hii dunia, lakini sio dunia tu, wa mafiha, na vilivyomo ndani ya hii dunia. Hadithi hii inazungumzia amani. Namna gani ukiwa na amani ya haya mambo unayafanya? Kwa nini tuivunje amani ya nchi yetu kwa mambo tu ya kushawishiwa na kwa jambo la siku moja? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine juu ya kuzungumzia umuhimu wa amani au ni amani, akasema almuslimu man salma almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ambaye yeye kweli tutampa shahada ya uislamu wa kweli ni yule ambaye salimal muslimuna, wamesalimika, wameaminika, wamepata laha waislamu wenzake min lisanihi, kutokana na ndimi yake, maneno yake. Huyu ndi muislamu wa kweli. Wa yadihi, lakini pia kutokana na mkono wake, kuonesha hivi vitu ndio awwal shay'in yahdimu al-amn, yani ni vitu vya mwanzo ambavyo kwamba vinavunja amani. Kwanza kuna kuongea, lazima upange mipango, tunafanyaje, tunakutana vipi, inakuwaje. Baada ya hapo lazima utatumia mkono. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema huyu ndiyo mhaswa haswa. Kwa hiyo tusivunje amani kwa maneno ya kusindikizwa, na wala tusivunje amani kwa siku moja tukawa tunajuta miaka 1000. فيجب علينا أن نحفظ في هذه وأن نبتعد عن الفتن والفوضى والشتات. وما ينزهاب نمتم محمد صلى الله عليه وسلم يتواجبك sisi tuihifadhi hii amani, wa an nabta'ida 'anil fitan, lakini tujiweke mbali na fitna hizo ambazo kwamba zinazoendelea, wal fawda, na haya machocheo haya na mambo ya kuchochea haya, washattat, na mambo ya vurugu tujiepushe nayo. Muislamu hana sifa hiyo. Lakini wa min asbab tahqiq al-amn al-musharakatu fi al-intikhab, na miongoni mwa kuthibitisha amani, asbabu za amani kuwepo ndani ya nchi ni kushiriki katika kupiga kura. Kwa hiyo utakaposhiriki wewe kupiga kura, bimaana utamchagua yule ambaye kwamba nafsi yako imependa, si kwamba walala na alafu watu wakamchagua mtu ambaye wewe humpendi, mwisho wa siku kaanza maneno. La,
ni kushiriki kupiga kula, na nchi yetu ndio ipo katika hali ya upepo hiyo. Na kama la uoni haja, basi pumzika nyumbani kwako na familia. Lakini ni muhimu katika swala hilo, kwa sababu ni katika haki yako kumchagua mtu ambaye unayemtaka, tena bitariqati salima wa shar'iyya, kwa njia iliyokuwa ya uzima, basi na michaniko mbambamba, lakini likhidmati dini wal watani, kwa ajili ya kuitumikia dini na nchi na wakazi kiujumla. Kwa hiyo kila mmoja aitunze amani. Kwa kuwepo amani ndiyo tuko hapa, lakini pia kwa kukosekana amani hatungekuwa hapa sasa. Kila mmoja angekuwa na swali kwake. Kwa hiyo tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu, ili mradi tupate utukufu na saada juu ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu. Mshairi mmoja anasema, ya akhi, ewe ndugu yangu Muislamu, ewe ndugu yangu muumini, ihtari salama, chagua amani ndani ya maisha yako wewe. Fafihi halawatul haya, kwani amani yanapata ladha, yani maisha yanaleta utamu, yanaleta ladha kwa sababu ya amani. Shairi anasema wal na'mal jami'an biqalbin wahid, lakini tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane kwa pamoja ili tupige hatua katika kitu kimoja. Ndio shairi mwingine, naona vitu vinashuka, akasema hivi kwamba wabil jamaati nabnil fadaila wal ula. Allahu akbar. Kwa sababu ya umoja, kushirikiana, nabnil fadaila wal ula, tunajenga mambo mema, na wal ula, na mambo matukufu. falwahidu dhaifun idhan farada bi ra'yihi. Ya salam, mtu mmoja anakuwa dhaifu pindi anapopwekeka na rai yake. Kuonesha umuhimu wa umoja, kushirikiana, wal na'mal jami'an biqalbin wahid. Akasema liwatanin aminin mumtalin bin ni'ami, kwa taifa salama, kwa sababu ya taifa salama, tena mumtalin bin ni'amin, lenye kujawa neema za aina mbalimbali. Udu Allah wa antum munabil billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahabatihi wa man wala wa man talaba al-ilman yuqarribuhu ila mawla. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na kuhusieni kwa mara ya pili basi na kuisahau kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyosema, hutuba yetu ni al-amnu fil biladi wa ahamiyatu al-musharakati fil intikhabi, umuhimu wa amani, lakini pia na umuhimu wa kupiga kula, kumchagua yule ambaye unayempenda, kushiriki katika hali ya uchaguzi. Ayuha almuslimun, inna min ni'amillahi alaina, enyi waislamu, hakika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, neematul amni wal istiqrari, ni neema ya hii amani tuliyokuwa nayo, lakini pia wal istiqrari, na neema ya utulivu tuliyokuwa nayo. Ukitaka kujua thamani ya kitu alikuwa nacho mtu lakini akawa hana huyo mtu, baadaye muulize hata kueleza, lakini ukiwa nacho huwezi kuifahamu. Kwa hiyo tusiichezee amani tuliyokuwa nayo ndani ya nchi yetu,
ili tuendelee kila mmoja kufanya shughuli zake katika sampuli mbalimbali. Kwa hiyo anasema fabiha, kwa kupitia hiyo neema ya amani na utulivu tuliokuwa nayo, tuhfadhul arwah, kulindwa watu, roho zinalindwa. Lakini watuswanul a'rad, heshima za watu zinalindwa, zinaheshimiwa kwa sababu ya amani. Kwa kukosekana amani, haya yote leo heshima zingekuwa zinavunjika kama tunavyoona, na ambao wanaofanya hivyo wote wapo nje na familia zao pia zipo nje. Lakini watazdahiru alhaya, maisha unawiri kwa sababu ya amani. Tusichezee amani kwa siku moja na tarehe moja tukaja kujuta miaka 1000. Al-aqilu man istakmala aqlahu, mwenye akili ni yule anayetumia akili yake. Lakini mjinga ni yule ambaye akili yake inapokwenda basi nayo huifuata tu. Yule fasri fi hawaha wa hadili an tuwalliyahu, innal hawa ma tawalla yismi au yasmi. Watu wamesema. Kwa hiyo tusifuate mikumbo ya mihemko ya watu kwa sababu ya siku moja wao wanakula ugali na wewe upo hospitali miaka karne wa karne. Wa iqamatul intikhabat bishafafiyatin wa silmin, lakini pia kufanya uchaguzi kwa uwazi na amani, min wasaili at-taghayyur al-mashru'at wa hiya amanatun fi a'naqina. Kufanya uchaguzi wa wazi na amani, basi hiyo ni katika njia za mabadiliko ambayo kwamba mabadiliko ya njia za kiharari kabisa. Wa hiya amanatun, nayo ni amani fi a'naqina, ambayo ilikuwa kwenye shingo zetu. Allahu yaqul, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah anakuwajibisheni, anakuhimizeni, mukabidhi amana, mutekeleze amana, muirejeshe amana kwa wenyewe. Kwa hiyo fal musharakatu fil intihad hiya shahadatun, kushiriki ndani ya uchaguzi ni ushahidi tosha kwamba wajibu an takuna lilladhi yastahiq wa min ajli masqati albilad wal ibad. Kwa hiyo inapaswa awe yule ambaye iwe kwa yule ambaye anastahili, maana yani wewe ndiye utakayemwona huyu anastahili kukaa ile sehemu kwa mujibu alivyo, basi unahitajika ushiriki katika uchaguzi. Wa min ajli maslahati albilad, na kwa ajili ya maslahi ya nchi, wal ibada, na maslahi ya watu wengine. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aijalie nchi yetu amani, ili mradi tuendelee kula vizuri na kufanya mambo yetu mengine, tusiadaike kwa siku moja ili tukajuta siku 100 na zaidi ya 100. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.